Naam. Je, uliwahi kujiuliza kwa nini vijana wengi hawaowi na kuolewa? Wakati zamani ndoa agano ilikuwa ni mlango wa pekee uliompa uhuru au heshima ya kijana kupata faragha. Sema faragha manake tendo la ndoa. Na pia ilimpa heshima kuitwa baba au mama. Na pia ufahamu agano au ndoa ilikuwa imefananishwa na tuzo iliyolipiwa gharama kubwa iliyokuwa inasubiriwa na watu wengi kupokea. Lakini leo hii kuna mfumo ambao umejitokeza unaitwa come and stay, unaowa taasisi ya agano au ndoa taratibu, kwamba njoo tuishi pamoja, come and stay, njoo tuishi pamoja kiurahisi, bila wazazi kujua, bila taasisi yote ya dini kujua, bila sheria yote kufanyaje kujua. Na come and stay hii ilimpa kijana huduma fulani za agano. Tazungumzia pointi mbili. Moja, come and stay. Come and stay inakwepa gharama za uwekezaji, kwa maana raw investment or high return. Unajua chochote ambacho ukiona huwezi kukimiliki ni lazima ukilipie. Akili ya mtu na mwanadamu iko hivyo, hata kisaikolojia na kuelewa kwamba ukishaona kwamba hiki kitu siwezi kumiliki ni lazima ukakilipie. Lakini leo come and stay, kwa maana njoo tuishi pamoja, inakwepa gharama za mahali, kwa sababu mfumo huu unampa kijana kupata huduma zote za mke ambazo mke anaweza kuzitoa: tendo la agano, kupika chakula, usafi na mambo mengineo mengi. Kwa hiyo huu mfumo umesababisha sana kuwepo kwa single mothers sehemu nyingi. Yaani limbuko la single mothers wengi sana. Nafikiri natokea hapo kijana wa kike kujirahisi kwenda kuishi kwa kijana wa kiume pasipo wazazi kujua, wala sheria wala dini. 2, kukwepa majukumu ya matunzo na kutengeneza mlango wa dharura. Zamani agano ilikuwa sio rahisi kutoka au ndoa, kwa sababu ilijengwa katika msingi ya dini, kwa sote walijua, sheria walijua. Kulikuwa ni ngumu sana, ilikuwa gharama sana namna ugawaji wa mali. Lakini leo hii kijana anapoenda kuishi kwa kijana mwenzake bila wazazi kujua, taasisi ya dini kujua, wala sheria, yani uchumi ukishadolola, basi kijana anaweza kachukua begi la nguo na kuondoka, na bila hahitaji mawakili. Very simple and easy. Sasa mfumo huu kwa kweli unaleta sana shida. Kwa hiyo ukiona single mothers wengi wengi sana ni kwa sababu ya kuwepo na mfumo come and stay. Come and stay. Kwa hiyo na yaani jua kuishi katika mfumo ni sawa na mtu aliyepanga nyumba, anaenda kuishi kwenye nyumba hiyo, anaanza kukarabati hiyo nyumba akijua siku moja nyumba itakuwa ya kwake bila kulipa gharama yoyote ile. Wakati mwenye nyumba kishakuja, basi mfukuza ule mtu na ule mtu huondoka mikono mitupu. Na pia mfumo huu kama and stay, njoo tuishi pamoja, bila yote kujua, unaleta maumivu makali sana, hasa kwa kijana wa kike. Kwa mimi ningeshauri kwamba lipia bidhaa nyumbani, ondoka na bidhaa. Kwa hiyo tusifanye mfumo huu wa come and stay kama kwenda kufanya majaribio ya bidhaa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na kama umekwisha kuelewa hii somo, naomba ulike, ucomment na ushare kwa watu wengine, ili waweze kupata hizi habari na tuweze kupata ufahamu nini cha kufanya. Kwa hiyo kwa namna binti wa kike unavyojirahisisha wewe ndio unaleta mlango wa thamani yako kuondoka. Sasa kama na tayari unanipikia, napata huduma zote, unanifulia, kuna haja gani ya kukuona kwenda kulipia mahali? Kuna haja gani ya kuweza kuwataarifu hata wazazi waweze kujua?